Jifunze kuongea Kiarabu online TV. Karibu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، لم تندرنا درسيته يا مناسبة ورمضان، وكتاب هيك إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان. لو تبقى كدرس نمبر 21، الدرس 21 somo la 21 fi zakati wa ahkamiha, katika kuizungumzia zaka na hukumu zake. Alhamdulillahi rabbil alamin, ja'ala fi amwali al-aghniyai haqqan, amejalia katika mali za matajiri haki, lilfuqarai wal masakin, kwa mafukara na maskini, wal masarifi allati biha salahu ad-dunya wad-din, na sehemu za kutolea ambazo biha kwazo kuna kutengemaa kwa dunia na dini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Sababu zake na masarif, zile sehemu za kutoa, kama tunataka kuona kwamba sehemu zipi kina nani ambao wanastahili kupewa hizo zaka, masarifu zakah. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يعلم جويني أن الزكاة هي الركن الثالث، كي زكاة ننجوز يتعتو من أركان الإسلام، كتكنجوز الإسلام، وهي الموالية للصلاة، يعني كويفوات صلاة بين تلك الأركان كات ينجوز هيزو، وقرينتها في الذكر، ننديو كيامباتانيشي chake katika kutajwa في كثير من آيات القرآن، katika nyingi za Qur'an, katika nyingi za Qur'an inapotaja swala inataja na zaka, kwa hiyo zinaambatana. Haithu kisa kwamba qaranaha Allah, ameifungamanisha Allah subhanahu bisalah, kwa swala fi nayfi wa 30 aya, katika aya zaidi ya 30 anaiambatanisha anapotaja swala, anapotaja na zaka. Mimma yadullu ala ahamiyatiha, katika yale ambayo yanajulisha umuhimu wake, wa adhimi makanatiha, nafasi ya ukubwa wake, wa fiha masalihu adhima, na ndani yake kuna maslahi makubwa. A'dhamuha shukrullah, kubwa zaidi ni kumshukuru Allah Ta'ala, wa imtithalu amrihi bil infaq mimma razaq, na kutekeleza amri yake Allah kwa kutoa kile ambacho alichokiruzuku. Wal husulu ala wa'dihi al karim lil munfiqin bil ajr, na kufikia ahadi yake tukufu kwa wenye kutoa ujira. Wa minha, na miongoni mwa faida zinazopatikana katika kutoa zaka, muwasatul aghniya li ikhwanihim alfuqara, kuwariwadha matajiri ndugu zao mafukara, fi saddi hajatihim, katika kuziba haja zao, wa daf'i alfaqati anhum, na kuondosha urofa kwao. Wa minha, na miongoni mwa faida zinazopatikana katika zaka ni tathiru almuzakki min albukhl, ni kumtaharisha mwenye kutoa zaka kutokana na ubaidi wa shuhi, na ubahiri kadhalika. Shuh ni ule ubahiri wa hali ya juu, wal akhlaq adh-dhamima, na tabia mbaya. Waja'luhu fi sufufi almuhsinin, na kuidilia kwake na kumjalia kwake kuwa katika safu, yani kumjalia kwake huyo mwenye kutoa zaka kuwa katika safu ya wenye kufanya mazuri. Alladhina yuhibbuhumullah, wale ambao Allah anawapenda, wa yuhibbuhumun nas, na watu wanawapenda, na pia watu wanawapenda hao. Qala ta'ala, Allah amesema, khudh min amwalihim sadaqatan, chukua katika mali zao zaka, tutahhiruhum, zitawataharisha wao, wa tuzakihim biha, na zitawatakasa wao hizo zaka wanazozitoa. Wa qala ta'ala, na amesema Allah mtukufu, wa ahsinu, nafanyeni vizuri, fanyeni mazuri, inna Allaha yuhibbu almuhsinin, Allah anapenda wale ambao wenye kufanya mazuri. Minha, ni miongoni mwa faida zinazopatikana katika kutoa zaka, annaha tusabbibu namaa almal, hakika hiyo zaka inasababisha ukuaji wa mali, wa hulul albarakati fihi, na kupatikana baraka na kuingia baraka ndani yake. Qala ta'ala, wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu, wama anfaqtum, na kile ambacho mnachokitoa katika kitu, fahuwa, basi Allah, yukhlifuhu, anakiongezea badala. kama ilivyokuja katika ile hadith
ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa anazungumzia yule ambaye anatoa sadaqa. Malaika wanamwombea dua. Mmoja anasema Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah mpe mwenye kutoa badala, ndo hapa maana fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin, ni mbora wenye kuruzuku. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى في الحديث الصحيح الله نسيما يا ابن آدم أنفق، ايو من آدم توى ينفق عليك، ينفق عليك، itatolewa juu yako, ukitoa na utatolewa juu yako. ومنع الزكاة نكزوية زكاة يسبب ضرارا عظيمة، yanasababisha madhara makubwa. Minha miongoni mwayo alhirmanu min hadhihi almasalihi, ni kunyimwa maslahi haya almutarattiba, yanayofungamana ala ikhrajiha, juu ya kuitoa hiyo zaka. Wa minha, na miongoni mwa madhara yanayopatikana تعريض المال, ni kuisababishia mali litalafi walhalak, uharibifu na maangamizi. ففي الحديث الذي رواه البزار، katika hadithi ambayo imepokea al-Bazzar an Aisha radhiyallahu anha, ma khalatat az-zakatu malan qattu illa afsadatuhu, haijachanganyika zaka na mali yoyote kamwe isipokuwa uiharibu. ما خالطت الزكاة مالا، haijachanganyika zaka na mali yoyote katu isipokuwa afsadatuhu, uiharibu. Yani kama Sheikh anasema hapo, antum tarawna, na nyinyi mnaona, watasmauna al-yawm, na mnasikia leo, ma yusibu al-amwala, yale ambayo yanayosibiwa mali, min al-kawarith allati, katika maafa ambayo tutlifuha, yaribu kisa nini, hiyo mali haina zaka ndani yake, yani inabidi hiyo mali itolewe zaka lakini wanazuia, yani kwa hiyo imechanganyika zaka umaumo na mali yako umaumo, ili hali kiwango cha kutolea zaka imefika na wewe ukazuia. Ndio makusudi ya Mtume sallam kusema khalatatiz zakatu malan qattu illa afsadatu, yani kuna fungu inabidi litolewe zaka lakini wewe unalizuia na unachanganyia pamoja na mali nyingine, basi itakuwa ni sababu ya hiyo mali kuharibiwa. من حريق, موتو kutokana kuungua, wa gharqin, kuzama, wa nahbin wa salbin, kuporwa. Nahb na salb maana moja. Wa khasaratin, nasara, wa iflasin, kufilisika. Wa ma yusibu thimar, na yale ambayo yanawasibiwa matunda. Min al-afati allati, katika maafa ambayo taqdi alaiha, yanaua matunda hayo. تقضي عليها, yanaua matunda hayo, kama ilivyokuja katika Qur'an kuzungumzia kisa cha Nabii Musa, faqadha alayhi, maana amemuua. au tunqisuha naqsan dhahiran, au nipunguza upunguaji wa wazi. Wa hadha min uqubat man'i zakah, na hii ni katika adhabu za kuzuia zaka. Wa minha, na miongoni mwa madhara yanayopatikana katika kuzuia zaka ni man'ul qatar min as-sama, kuzuia matone kutoka mbinguni, ndio mvua. Alladhi bihi, ambayo kwayo hayatu nnas, kuna uhai wa watu, wal bahaim, na wanyama, wa numul ashjari wa thimar, na kukua kwa miti na matunda. Wa fil hadith, ma man'a qaumun zakata amwalihim, awajazuia watu zaka za mali zao, illa muni'u al-qatara min as-sama, isipokuwa tazuiliwa mvua, matone ya mvua kutoka mbinguni. Kama tushahiduna, kama vile mnavyoshuhudia, inhibas al-amtar, kuzuilika mvua, an kathirin min al-bilad, katika miji mingi. Wama nataja an dhalika min al-adrar al-azima, na yale ambayo yanayopatikana kutokana na jambo hilo katika madhara makubwa. Wa hadhihi uqubatun ajila, na hizi ni adhabu za duniani. Wa amma al-uqubatu al-ajila, amma adhabu za akhira, fahiya ashaddu min dhalika, hizo ni kubwa zaidi, ni kali zaidi kuliko hizo. Qala ta'ala, amesema Allah mtukufu, walladhina يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، na wale ambao wanaozuia dhahabu na fedha, kama alivyotafsiri Sheikh Saadi rahimahullah, anasema walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda, ay yumsikunahuma, yani wanazizuia watoi.
wale ambao wanaolimbikiza dhahabu na fedha, yani wanazizuia hawatoi. Walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda, na wale ambao wanaozuia dhahabu na fedha, wala yunfiqunaha fi sabilillah, na wala hawazitoi katika njia ya Allah ile hali kiwango cha kutolewa kimefika, na wala hawatoi, wanafanya ubairi. Fabashirhum bi'adhabin alim, basi wabashirie wao adhabu kali, wabashirie wao adhabu kali kutokana na kuzuia kutoa hiyo zaka ile hali uwezo huo nao na kiwango cha kutolewa zaka kimefika. Yawma yuhma alaiha, siku ambayo yuhma alaiha fi nari jahannam, zitawashwa mali hizo katika moto wa jahannam, yani zitaunguzwa. Yawma yuhma alaiha, siku ambayo zitaunguzwa alaiha, juu ya mali hizo na hazina hizo walizozilimbikiza katika moto wa jahannam. Fatukwa biha, zitaungua pamoja na hizo hazina walizozilimbikiza, pamoja na hizo mali. Jibahuhum, mapaji yao ya uso, wa junubuhum, na mbavu zao, wa dhuhuruhum, na migongo yao. Hadha ma kanastum, hivi ndio ambavyo mlivyovilimbikiza, au hivi ndio ambavyo mlivyovizuia, kama alivyotafsiri Sheikh Saadi, li anfusikum. Asema hadha ma kanastum li anfusikum, hivi ndio ambavyo mlivyovilimbikiza kwa ajili ya nafsi zenu. Fadhuku, basi onjeni, ma kuntum taknizun, vile ambavyo mlikuwa mkivilimbikiza na vile ambavyo mlikuwa mkivizuia mvitoe katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na insha Allah ta'ala tutaishi hapa, tutakuja kuendelea katika nukta ijayo. Wa kullu malin la tuadda zakatuhu fahuwa kanzun yu'adhabu bihi sahibuhu yawm al-qiyamah. Insha Allah. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, amma ba'd. Naam, tunaendelea na darsa yetu ya mnasaba wa Ramadhan wa kitabu chetu hiki Ithafu Ahli al-Iman bidurus shahr Ramadhan. Tulishia katika darsa nambari 21, tulisoma nusu, tulishia katikati. Kwa hiyo hapa tunamalizia kipande kilichobakia katika darsa hii ya 21. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: وكل مال لا تؤدى زكاته، na kila mali ambayo la tuadda zakatuhu, aitekelezwe zaka yake, yani aitolewe zaka mali hiyo. Fahuwa kanzun, basi hiyo ni hazina. Yuadhabu bihi sahibuhu yawm al-qiyamah, ataadhibiwa kwayo sahibuhu, sahiba wake, mtu mwenye hiko kitu, mwenye hazina hiyo, يوم القيامة، siku ya qiyama. ويوضح ذلك الحديث الصحيح، نناكاز جنبه حديثي له صحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما صلى الله عليه وسلم أمسما: ما من صاحب ذهب ولا فضة، hakuna mtu yote. ما من صاحب ذهب ولا فضة، hakuna mtu yoyote mwenye dhahabu wala fedha, la yuaddi haqqaha, aitekelezi haki yake katika dhahabu hiyo au fedha hiyo, ile hali kiwango cha zaka kishafika, lakini akawa aitekelezei haki yake, illa isipokuwa idha kana yawm al-qiyamah, pindi itakapokuwa siku ya qiyama, suffihat lahu safaihu min narin, ataveshwa yeye vyuma laini vinavyotokana na moto. Suffihat lahu, ataveshwa yeye safaihu min narin, vyuma raqaiq min alhadid, vile vyuma laini vinavyotokana na moto. Pia miongoni mwa wanachuoni katika kuisherehesha hadithi hii, waqila min nafsi almadin alladhi yaknizuhu, safaih hasa kutokana na nafsi ya madini ambayo anayolimbikiza safaih. Miongoni mwa tafsiri zake katika baadhi ya sharh za wanachuoni kwa anasherehesha hadithi hii. Fa uhmiya alaiha,
vitaunguzwa juu yake, fa uhmi alaiha, vitaunguzwa juu yake, fi nari jahannam, katika moto wa jahannam. Fa uhmi alaiha ni hizo, inarudi katika hizo dhahabu, hizo au madini yote alikuwa amezuia, yani hizo mali zote ambazo alizuia kutolea zaka kama dhahabu, fedha. Fa uhmi alaiha fi nari jahannam, katika moto wa jahannam. Fayukwa biha, ataungua kwavyo, jambuhu, ubavu wake, wajabinuhu, na paji lake la uso, wa dhahruhu, na mgongo wake. Kullama baradat uidat lah, kila kinavyopoa kinarejeshwa kwake yeye. Fi yawmin, katika siku ambayo kana miqdaruhu, imekuwa kiasi chake 50,000 sana, kiasi cha miaka 50,000. Hatta yuqda baina al-ibad, mpaka yukumiwe baina ya waja. Fayara sabilahu, ataona njia yake mtu huyo, imma ila aljanna, imma kuelekea peponi, wa imma ila an-nar, na imma kuelekea motoni, imma peponi au motoni. Ni hatari ya mtu ambaye uwezo wa kutoa zaka nao alafu anafanya ubakhili wa kutoa zaka. Waqala ta'ala, na Allah amesema, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah, na wala wasidhania wale ambao wanaofanya ubakhili kwa yale ambayo aliyowapa wao Allah min fadlihi, katika fadhila zake, huwa khairan lahum, jambo hilo ni khairi kwao, yani wasidhania hivyo, bal huwa sharrun lahum, bali jambo hilo ni shari kwao. Sayutawaquna ma bakhilu bihi, watatungikiwa yale ambayo walioyafanyia ubakhili kwayo, yawmal qiyamah, siku ya kiyama. Hii pia ni hatari ya ubakhili, uwezo wa kutoa mtu anao lakini anafanya ubakhili, mtu huyu pia anaingia katika kemeo hili. Yuwadhihu dhalika alhadithu as-sahih, na kawazi jambo hilo hadithi sahihi an an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala, man ataahu Allahu malan, yule ambaye atakayepewa na Allah mali, falam yuaddi zakatahu, hajatekeleza zaka yake, ili hali hicho kiwango kimefikia, muthila lahu shuja'un aqra, tutengenezewa yeye picha ya nyoka asiye na nywele. Aqra maana la sha'ra ala ra'sihi, hakuna nywele juu ya kichwa chake, kwa itatengenezwa picha ya nyoka mwenye sumu kali, mboni. Aqra maana la sha'ra ala ra'sihi, asiye na nywele juu ya kichwa chake. Ai shikana tafsiri maana ya shuja'un aqra ni thu'banan adhiman, nyoka mkubwa, kariha almandhar, mwenye mandhari yenye kuchukiza, mandhari yake ni mabaya. Lahu zibatan, ana yeye madoti mawili meusi katika macho yake. Yutawiquhu yawm alqiyamah, tutungikiwa siku ya kiyama nyoka huyo. Thumma ya'khudhu bilahzamatayhi, kisha tachukua au atazishika taya zake, yani shidqaihi, taya zake. Thumma yaqul, kisha atasema, ana maluk ana kanzuka, mimi ni mali yako na mimi ndo hazina yako ambayo ulifanyia ubakhili. Kwa hiyo hii ni hatari pia inayopatikana kwa mtu ambaye aliyepewa mali na Allah subhanahu wa ta'ala, alafu akafanya ubakhili katika kuitolea zaka. katika sharhi ya hadithi hii kama vile ninavyosherehesha, tunaona fi hadha alhadith yubayyin an-nabiy sallam, katika hadithi hii mtume sallam anabainisha anna man a'tahu Allah malan, hakika wale ambaye atakayepewa na Allah mali, balagha an-nisaba ash-shar'iyya, kimefikia kiwango cha sheria, alladhi yajibu fihi zakatu, ambacho inawajibika ndani yake zaka, falam yakhruj zakatahu, ajatoa zaka yake, muthila lahu dhalika al-mal, yani itatengenezwa picha kwake yeye mali hiyo يوم القيامة fi surati, katika picha ambayo shuja'un aqra, ya nyoka ambayo ni aqra mwenye sumu kali. Wengine wanatafsiri shuja'un aqra yani nyoka mwenye sumu kali, wengine wanatafsiri wa huwa thu'banun sam, na ni nyoka ambaye sam mwenye sumu, abyadhur ras, mwenye kichwa cheupe. Hapo aliposema aqra maana la sha'la ra'sihi, yani hana nywele kichwani kwake, yani upo mweupe. وهو من أخطر الثعابين، katika nyoka wenye hatari zaidi, liannahu kullama kathura sum الثعبان ibyadha ra'suhu, kwa sababu yake kadri inafokithiri sumu ya nyoka kichwa chake kinazidi kuwa cheupe. Walihadha الثعبان فوق عينيه نقطتان سوداوان, na nyoka huyu katika macho yake
madoti mawili meusi, wa huwa min aqbathi alhayatun, katika nyoka hatari. Fasiru الثعبان طوقا حول عنقه, unyoka anakuwa ni tai iliyotungikwa katika shingo yake. Thumma yumsik hadha الثعبان bijanibai fami mani'i zaka, kisha atashika nyoka huyu pembezoni katika taya za mdomo za mwenye kuzuia zaka na sadaka, na atazingata. Wa yufrighu summahu fiha, na atamimina sumu yake, kisha atasema mimi ni mali yako, mimi ni hazina yako, ambayo kwa ni hatari inayozalikana katika kuzuia kutoa zaka au sadaka ile hali mtu uwezo anao. Hadhi uqubatu mani'i zakati fil akhirah, hii ni adhabu ya mwenye kuzuia zaka akhira. Qad bayyanahu Allah wa rasuluhu, ameibainisha Allah na mtume wake. Wa hiya anna almala, na hakika ya mali, ghaira almuzakka, ambayo isiyotolewa zaka, yuj'alu safaih, itafanywa kuwa ni vyuma laini, tuhma fi narin, vitaunguzwa katika moto jahannam, katika moto jahannam. Fayukwa biha, vitaungua kwavyo, jambuhu, paji lake la uso, wa jambuhu, jabhatuhu, paji lake la uso, wa jambuhu, na ubavu wake, wa dhahru. Waju'ila aidan, na atafanywa vile vile, thu'banan adhiman, atajaliwa yeye vile vile nyoka mkubwa, yutawwaq bihi unuqah, unuquhu, yutawwaq bihi unuquhu, atatungikiwa katika shingo yake. Wa yamsiku bishidqaihi, na atashika taya zake. Wa yaldaghu, na tamgonga, yani tamngata. Wa yufrighu fihi summa alkathir, na atamimina ndani yake sumu nyingi. Alladhi, sumu ambayo yataallam minhu jismuhu, taisi maumivu mwili wake kutokana na sumu hiyo. Walaysa hadha aladhab, na si adhabu hii, yahsulu fi sa'atin wa yanqati, inapatikana katika saa moja na inakatika, la bal yastamiru, bali inaendelea 50,000 sana, kiasi cha miaka 50, kama tulivyoona katika hadithi ya Mtume sallam. Na'udhu billahi min dhalik, tunajikinga kwa Allah kutokana na jambo hilo. Wa mani'u zakati, na mwenye kuzuia zaka ile hali uwezo wa kutoa nao, idha urifa anhu dhalik, pindi litakapojulikana kwake yeye hilo, fa innahu la yajuzu tarkuhu, hakika yake haifai kumwacha, bal yajibu al-inkaru alayhi, bali ni wajibu kumkemea, wa nushuhu, na kumnasi. Fa in asarra ala man'iha, kiendelea kuzuia, wajaba ala waliyi al-amri, itawajibika kwa kiongozi, an yandhura fi sha'nihi, atazama katika jambo lake. Fa in kana jahilan liwujubiha, ikiwa ni mwenye kupinga wajibu wa zaka, akapinga bwana zaka kadha na kadha, na akapinga wajibu wa zaka, wajaba an yustatab, itawajibika atakwe yatubu. Fa in taba, akitubu, wa adda zakata lillah, na akatekeleza zaka kwa ajili ya Allah. Wa illa, na kinyume na hivyo, wajaba qatluhu murtaddan, itawajibika kumuua ile hali ya kuritadi kutoka katika Uislamu, ani dini al-Islam, kwa sababu amepinga nguzo katika nguzo za Uislamu. Wa in kana muqirran biwujubiha, na ikiwa ni mwenye kukiri wajibu wake zaka, walakinahu mana'aha bukhlan, lakini amezuia kiubairi, wajaba ta'ziruhu, itawajibika kumfanyia ta'zir, kumwadhibu. Wa akhdhuha minhu qahra, na kuichukua kutoka kwake kinguvu. Wa illam yumkin akhdhuha minhu, na isipowezekana kuichukua kwake yeye, illa biqitalin, isipokuwa kwa mapigano, fa innahu yuqatal, kayata, atapigwa, yanatapambaniwa. Lakini jambo hili linakuwa katika dola al-islamia, dola hili ya Kiislamu, ambayo nchi inakuwa ina nguvu dhidi ya maadui yao kama zilivyokuwa. Lakini sasa hivi jihadi hizi hazipo, tofauti na vile ambao wanaofanya hawa makhawarij, al-shabab na wengine. Hawa vita hizi si za kisheria. Vita ya kisheria sasa hivi hamna, wanaofanya hawa si vita ya kisheria, wala si mapigano ya kisheria, kwa sababu vigezo vya vita au jihadi ya kisheria kwa zama zetu hazipo. Kwa hiyo jihadi iliyobakia sasa hivi ni jihadun nafsi, kuipambania nafsi katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kama qatala as-sahabatu biqiyadati Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, kama vile walivyopambana maswahaba kwa uongozi wa Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Mani'i az-zaka, wenye kuzuia zaka, mani'i nasidi yake hudhifa an-nun lil-idhafa, baada wafati Rasulillah sallam, baada ya kufishwa Mtume sallam, hatta khada'u lidaf'iha, mpaka wamenyenyekea kuitoa hiyo zaka. Waltazamu bihukmiha, na wamelazimiana na hukumu yake. Walillahi walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.